Kwa mfano mtoto unaishi labda tu na babako peke yako, ukafanywa kitendo cha ukatili na babako. Sasa ukaenda kuripoti. Kwa mimi ninavyojua, unapoenda kuripoti labda kesi kaenda mahakamani, inabidi uwe na wakili. Na wewe katika tangia umezaliwa wewe unamjua ni babako tu. Je, hiyo kesi yako atasimamia wakili? Huyo wakili utamlipaje? Au wakili labda atatolewa na serikali au nini? Na pia labda babako amehukumiwa labda miaka 2. Babako akitoka huko gerezani atarudi nyumbani. Kuna yale mambo ya kisasi. Je, mtamdhibitije huyo baba asije akaja kuleta kisasi kwa mwanae? Swali langu la kwanza, imetokea mtu amebainika kule amefanya tukio la kikatili, anatakiwa ahukumiwe, lakini sheria inasema kwamba anaweza akahukumiwa au akatoa faini au vyote kwa pamoja. Sasa imetokea mtu ana pesa ya mahakama imemhukumu kwamba huyu mtu aende jela pia atoe faini, lakini yeye anaweza kwenda jela, faini hawezi kulipa kutokana na hali ngumu ya maisha yake alikuwa nayo. Hapo sheria inasemaje? Swali la kwanza. Swali la pili, hapo kuna ukatili kwamba umeongelea ukatili upo ni wa aina nyingi, pia hata mwalimu kumpiga mwanafunzi fimbo zilizopitiliza pia ni ukatili. Sasa kutokana na sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa, tunaona mambo mengi mtandaoni kwamba wanafunzi wanapigwa bakora nyingi sana, maana yake inakuwa kama ni ukatili. Serikali inasemaje kuhusiana na wanafunzi? Sheria ielekeze kwamba mwalimu akifanya mwalimu akimwazimu wanafunzi nje ya fimbo hizo, hapo anatakiwa naye pia serikali iweke wazi kwamba anapewa adhabu gani naye. Sheria ya mtoto mnajua? Sasa sheria ya mtoto iliundwa kwa ajili ya kumlinda mtoto na kuhakikisha mtoto anapata haki zake za muhimu, ikiwepo elimu, na inatoa wajibu pia kwa wazazi na kwa walezi kuhakikisha mtoto analindwa, anapatiwa ulinzi, anapatiwa mahitaji yake ya muhimu, anapatiwa malezi yake bora. Lakini pia katika sheria hiyo ya mtoto inakataza mtoto asifanyiwe ukatili. Nani anaweza kutuambia maana ya ukatili? Au mjawahi kusikia? Mmeshawahi kusikia? Au kwenye sayansi ya mfundisho ukatili? Mshawahi? Nani atatuambia maana ya ukatili? Kaka pale nyuma. Vizuri sana. Mwingine? Kinamsababishia mtu ajihisi vibaya kiakili, kisaikolojia then na kijamii. Vizuri. Sheria imebainisha aina zipi za ukatili. Leo nitawatajia chache, kama ubakaji. Kuna ubakaji, kuna ulawiti, kuna udhalilishaji wa kingono. Kwenye ubakaji hapa kwa watoto wa kike, unaweza ukafanyia kitendo cha ubakaji na mwanafunzi mwenzako au nyumbani kule. Sasa hivi hadi wazazi wenyewe wanawabakaga watoto wao wa kike. Kwa hiyo mnapofanyia hivyo vitendo mnatakuwa mripoti. Umefanyia ubakaji na mzazi, haijalishi ni baba yako, haijalishi ni mjomba wako, mnamheshimu sana wewe baba mdogo, unamwona ni mtu wa maana, kumbe baba mdogo hana maana yoyote, mtakuwa mripoti. Udhalilishaji wa kingono, mtu anakushika bila ridhaa yako, anaweza kukushika sehemu yote ya mwili wako bila ridhaa yako. Huu ni udhalilishaji wa kingono. Lakini pia nyie mtakuwa wakubwa, mnapokuwa wakubwa baadaye mtaenda vioni, unataka uongezewe maksi, afu ukaambiwa kigezo utoe rushwa ya ngono. Huu ni udhalilishaji wa kingono. Kwa hiyo mnatakiwa muwe na uelewa kwamba ukifanywa kitu gani ni ukatili. Kwa hiyo ukiombwa rushwa ya ngono wakati unataka kitu fulani, unatakiwa utoe rushwa ya ngono, huo ni ukatili. Sawa? Na kwa wanaume sasa hivi kumekuwa na vitendo vinavyoendelea vibaya vya ulawiti, ushoga, mnafanywa matendo mabaya. Ni ukatili pia wa kijinsia. Kwa
Hamtakiwi kufumbia macho matendo yoyote yanayoashiria ukatili wa kijinsia. Unafanywa na mwanafunzi mwenzako ukatili, unafanywa na mtu nyumbani, jirani, mtu yoyote anayekufanyia ukatili, ni vizuri uripoti ili kuepuka madhara yatokanayo na ukatili. Na ukatili kama nilivyoelezea hapo una madhara mbalimbali ya kisaikolojia ambayo hivyo itakusababisha usijiamini. Ukosa kujiamini, utashindwa kufanya vizuri darasani, si ndio? Utakuwa hapa darasani unawaza sasa. Yaani una raha, muda wa kurudi nyumbani unawaza, utamani kurudi. Na inakuwa sio vizuri, na sheria kwa kuwa ipo kwa ajili ya kukulinda, ni vizuri uripoti katika vyombo husika. Unaweza kuripoti kwa walimu, unaweza kuripoti kwa polisi, lakini pia kuna namba pia ya kupiga, namba 116 ambayo unapiga bure kuripoti tukio lolote lilofanywa la ukatili. Sasa tutaenda moja kwa moja kwenye marekebisho ya sheria yaliyofanyika kwenye sheria ya mtoto. Sasa hivi kumekuwa na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Mabadiliko yanavyotokea, sheria pia ni muhimu kubadilishwa. Kwa hiyo marekebisho yamefanyika kwenye sheria ya mtoto. Lengo kuu ni kuongeza ulinzi na usalama wa mtoto katika jamii hii yenye mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Sasa hivi watoto wengi mnakuta, hata nyie hapa kuna ambao wanatumia simu, smartphone. Si wengi mnamiliki? Hata kama mmiliki, mnatumia za baba au mama au kuna aunti hapo nyumbani, anambia aunti, naomba simu yako. Lakini ukishapewa simu unaendelea na mambo mengine, hata sio kwamba una Google mambo ya masomo, unaenda kumwangalia Uncle T, unaenda kuangalia Instagram. Saa nyingine ni wewe mwenyewe unapiga picha, unajiposti, unakuwa na rafiki yako wa kiume huku shule au mtaani huko, bodaboda huko, anakulaghai, anakuimbisha hapo, unaona napendwa. Anaanza kukwambia naomba namba, unajificha, unafanya matendo yote kwa kujificha. Anakuambia nitumie sijui picha gani, na wewe unajitega unamtumia. Haipaswi kutumia mitandao vibaya, sawa? Kwa hiyo usikubali kutumia mitandao vibaya, wala usishawishiwe kutumia mitandao vibaya. Sasa sheria hii imetoa ulinzi kwa mtoto katika maeneo haya. Kwanza, katika wale watu wanaosambaza na kuzalisha maudhui ya kingono. Mtu yote anayosambaza na kuzalisha maudhui ya kingono imeweka katazo na kutoa adhabu kwa ambaye anasambaza na kuzalisha maudhui ya kingono. Kama wewe utapiga picha, utasambaza, ni kosa. Umepokea picha, umesambaziwa, kuna mwenzako amepokea picha chafu akakusambazia na wewe ukasambaza, ni kosa kisheria. Lengo ni kuwalinda watoto msipate matatizo yoyote yale, na msipate madhara ya kiakili, kwa sababu sasa hivi unapokuwa unaangalia picha ya kingono, yale mapicha na tabia kukaa kichwani. Hata kama hujaangalia, naendelea tu kuplay kwenye akili yako. Mwalimu anafundisha, wewe unawaza mambo mengine ambayo sio mazuri, na yanaharibu maadili ya watoto. Sawa? Kwa hiyo inakataza, hata ukiwa nyumbani ukiona mtu anakuonesha picha za kingono, usikubali kuangalia. Usikae kwenye vikundi ambavyo vinakuchochea kuangalia maudhui na mapicha ya kingono. Na kwenye sheria imeainisha adhabu ya mtu atakapokuwa amefanya kosa hilo, ikiwa ni faini ya shilingi milioni 50 na kifungo kisichopungua miaka 7. Sasa nyie tunapowaelimisha hivi, tunaamini nyie mnaenda kuwa walimu wema huko nyumbani, mabalozi wazuri, mnaenda kuwaambia watu wanaofanya matendo hayo. Ili ni kosa kisheria. Unapofanya mambo ya namna hiyo umefanya kosa kisheria. Na haijalishi kwamba unajua kwamba sheria ipo, nimesema hao hujui. Ukisema mimi nimefanya bahati mbaya, sheria haijui bahati mbaya. Kwa ni kosa kisheria. Sheria hiyo pia imezungumza pia kwa wale wanaowashawishi watoto kutumia mifumo ya kompyuta au mifumo ya simu vibaya. Wale wanawakusanya kwenye makundi. Mnaenda kwenye ya majumba ya sinema ya mabanda umiza, inaitwa mabanda umiza, sio vibanda umiza. Mnaenda kule mnaonyeshwa mapicha mabaya. Ni kosa kisheria. Nyie kama watoto ule muda mnatakiwa mutumie kusoma. Kama uko free, msaidie mzazi wako kazi za nyumbani. Sawa? Msijihusishe na makundi mabaya. Wale watu wanaowaita, ukuta mtu anawakusanya watoto fulani, anaonyesha vitu, anawafundisha namna ya kutumia mifumo ya kompyuta vibaya, ambayo inaharibu maadili ya watoto na jamii kwa ujumla. Na kosa hilo faini yake ni shilingi milioni 20 na
jela miaka 7. Kwa hiyo mahakama itaamua, unaweza mtu akapewa faini yenyewe na kifungo au vyote kwa pamoja. Kwa mnaposikia huko mna kaka zenu na ndugu zenu na marafiki zenu mtaani, mnaenda mnawaambia hicho mnachofanya ni kosa kisheria, na nyinyi wenyewe msishiriki katika matendo ya namna hiyo. Lakini pia sheria hii inamlinda mtoto dhidi ya wale watu wanaowafundisha vitendo vya ugaidi. Vitendo vya ugaidi, mnaitwa, mnafundishwa namna gani ya kuchoma miundombinu ya serikali, ya kuvunja miundombinu ya serikali. Hilo ni kosa kisheria. Msikubali kuambatana au kukaa kwenye makundi ya watu wanaowafundisha ugaidi. Anawaita, anawafundisha, anaonyesha video au anakusanya kwenye vile vibanda vya sinema, anaonyesha mapicha namna gani mnaweza mkafanya mkaribu vitu vya ambavyo vyote tunavitumia wote si kama wanajamii. Mtu anakuambia vunjia pale ile nani zile taa zinazowekwa za mwanga barabarani zile, anawaambia tuvunje, tuharibu miundombinu ya maji, tuharibu sheli. Hilo ni kosa kisheria. Kwa hiyo msiungane na watu wa namna hiyo, na adhabu yake kama ilivyoainishwa kwenye sheria ni kifungo cha miaka 20 jela. Kwa hiyo ukimwona ndugu yako anajiingiza kwenye makosa kama hayo, au wewe mwenyewe ukajiingiza kwenye makosa kama hayo, si utaharibu ndoto zako? Utaendelea tena na masomo, kwa sababu katika sheria hii pia inatambua na inaanzisha mahakama za watoto. Utaenda kule kufungwa